Kufuatia takwimu ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, watu takriban milioni 61 na zaidi wanaamka Tanzania. Wengi wao wanaona matatizo, wakati wengine wanaona fursa, pesa pamoja na biashara. Lakini uhalisia ni huu: kuna watu wanafanya kazi kila siku, lakini maisha yao hayasogei. Wanaamka mapema, wanachoka kulingana na maisha, lakini mwisho wa mwezi bado pesa haitoshi. Na maumivu makubwa zaidi, wanaamini hawana bahati, hawana mtaji, hawana connection. Lakini ukweli ni huu: fursa zimekuwa mbele yao muda wote, ila hawajawahi tu kufundishwa namna ya kuziona fursa. Na leo nitakufundisha kuona biashara, fursa na pesa sehemu ambapo watu wanaona usumbufu pamoja na matatizo. Watu wengi wanaamini biashara inaanza na wazo kubwa la ajabu, wazo ambalo linakuja usiku wa manane kama radi, mpango mkamilifu, wakati sahihi. Lakini ukweli ndio tofauti. Biashara nyingi zilizobadilisha maisha zilianza na kitu kidogo sana, kitu kama usumbufu, foleni, huduma mbaya, tatizo ambalo kila mtu aliliona lakini hakuna aliyeamua kulitatua. Swali muhimu kwenye biashara si biashara gani nianzishe. Swali muhimu ni tatizo gani watu wanateseka nalo kila siku na wapo tayari kulipia suluhisho lake. Kwa sababu pesa hufuata thamani na thamani huanzia kwenye suluhisho. Mimi ni Isa Mtwanga na hii ni Shule ya Biashara. Leo nina vyanzo 7 vya mawazo ya biashara ambavyo ukivielewa vizuri inaweza kuwa msingi mzuri wa kuanza biashara. Chanzo cha kwanza ni tatizo. Kila tatizo kubwa unaliona nyuma yake kuna soko kubwa linalohitaji suluhisho. Tatizo kubwa sasa na mahitaji makubwa sasa na pesa za kutosha. Wanadamu wako tayari kulipia kitu chochote kitakachopunguza maumivu, usumbufu, muda unaopotea au msongo wa mawazo. Mfano, kila siku watu wanakaa takriban masaa 4 na zaidi wakisubiri kwenda kuonana na daktari, na wengine wanatoka kabla ya kuonana na daktari. Na hapo ndipo biashara moja ikaanza, biashara kupanga miadi kuonana na daktari. Haikuanza na hapo ya kisasa, wala simu kubwa, wala ofisi kubwa. Ilianza na simu moja na tatizo moja lililotatuliwa. Tatizo sio kikwazo, tatizo ni mwanzo wa biashara. Chanzo cha pili ni kukerwa. Kuna sentensi moja imeanzisha biashara nyingi duniani. Kwa nini hili bado gumu hivi? Hilo sio lalamiko tu, ni ishara kubwa ya soko. Mfano, ushakwenda benki ukapanga foleni takriban masaa 2 kusubiri huduma za kibenki, na tena anakuja na kuambia kwa mfumo umeshuka. Jambo hili mmoja lilimkera, na hapo ndipo alipoanza kutoa huduma ya kuwasaidia wengine kufanya maneno ya benki, barua, akaunti, bila yao wenyewe kuhangaika. Sasa hivi ana wateja wengi, wateja maofisini, wazee pamoja na wafanyabiashara wadogo. Kukera kwako kunaweza kuwa biashara yako kubwa inayofuata. Chanzo cha tatu ni uchunguzi. Mjasiriamali atazame dunia kawaida, anaichunguza. Kwa nini kibado kinatokea? Kipi kinakosekana? Mfano, kijana mmoja Kariakoo alichunguza wafanyabiashara wanaotumia Instagram na WhatsApp, lakini hakuna aliyesaidia kupiga picha nzuri. Yeye alinunua mwanga studio na karatasi nyeupe, akawasaidia kupiga picha nzuri kwa gharama nafuu. Hakuvumbua kitu kipya, bali alibaini pengo na kalitumia pengo hilo kama fursa yake ya biashara. Chanzo cha 4 ni kuboresha. Watu wengi wanaamini lazima uvumbue kitu kipya kabisa. Si kweli. Hata biashara nyingi kubwa duniani hazikuwa za kwanza, ziliboreshwa zikawa bora zaidi. Mfano, kuna vibanda vingi vya chips mtaani, lakini vibanda vingi havina mandhari nzuri wala option za kutosha. Mtu anaweza kuboresha akaweka mandhari nzuri, option za kutosha kama vinywaji, vitumbua, na kuvutia wateja wengi zaidi, kwa sababu mara nyingi kilichoboreshwa kinakuwa bora, na kilichokuwa bora mara nyingi hushinda wa kwanza. Chanzo cha 5 ni mabadiliko. Kila mabadiliko makubwa duniani huzaa fursa, na Tanzania inabadilika haraka sana sasa hivi. Watu wanahamia Dar es Salaam, wanahitaji nyumba, chakula, simu za bei nafuu. Biashara nyingi zinafanyika kidijitali, ila wafanyabiashara wengi hawajui kufanya biashara kidijitali. Unaweza kuwasaidia, kuwafundisha, kuwapa elimu namna ya kufanya biashara kidijitali, na hiyo ikawa kama fursa yako, kwa sababu pesa hufuata mabadiliko, haifuati mazoea. Chanzo cha 6, uzoefu binafsi. Kila mmoja amepitia vitu vingi, amejifunza vingi katika maisha yake, na katika alivyovipitia kuna vingine amekuwa na uzoefu nazo. Sasa ulivyokuwa na uzoefu nazo vinaweza kuwa silaha kubwa na msaada mkubwa kwa watu wengine. Mfano, kuna kijana alikuwa anapambana kutafuta kazi, ikamlazimisha ajifunze kuandika CV nzuri ili aweze kupata kazi. Mwisho wa siku, CV nzuri ambayo aliandika kwake ndio ikawa ajira, ikawa ni msaada kwa kuwasaidia watu wengine. Ndani ya mwezi mmoja akajikuta anawasaidia vijana zaidi ya 30, na huo ndio kama ufunguo wake wa maisha. Kwa sababu historia yako inaweza kuwa biashara yako, na maumivu yako yanaweza kuwa jukwaa lako. Sababu ya 7 ni pengo la soko. Pengo la soko ni mahali ambapo bidhaa zipo, huduma inayotolewa ni mbaya ama inatolewa polepole, huduma zilizishi, ama kuna vitu vingine vinakosekana. Mjasiriamali ili vyote huwa anaviangalia. Unaenda kuboresha, unaenda kuongeza kitu kingine ambacho ni tofauti, ambacho kitawavutia wateja wengi, na hapo utakuwa umechukua sehemu ya pengo kuifanya kama fursa ama biashara kwako. Kweli mchungu ambao watu wengi wapende kusikia. Dar es Salaam peke yake ina fursa ya kizazi chetu kizima.
lakini fursa nyingi hazitangazwi kwa kelele, haziandikwi kwenye magazeti, hazimsubiri mtu mwenye degree. Zinaonekana na mtu anayetazama kwa makini, anayeuliza maswali na akaamua kuchukua hatua. Dunia haikosi fursa, inakosa watu wa kuziona. Kuanzia leo hii, badilisha jicho lako namna ya kuona. Unapokuwa kwenye foleni, usilalamike tu. Jiulize tatizo hili linaumiza wangapi na namna gani naweza nikawa suluhisho lao. Unapokutana na huduma mbaya, usikimbilie kulalamika tu. Jiulize ni kwa namna gani naweza kulifanya vizuri zaidi. Kwa sababu kuona fursa ni ujuzi, na ujuzi wowote unaweza kufunza. Nami niko hapa kukufunza. Kabla hujaondoka kwenye video hii, jiulize swali moja. Tatizo gani unakutana nalo kila siku? Ni biashara gani imejificha ndani yake? Mimi ni Isa Mtwanga na hii ni Shule ya Biashara. Tukutane video ijayo.